sababu ili uwe na timu bora lazima uwe na vitu vinne. Lazima uwe na uongozi bora, benchi la ufundi bora, uwe na kikosi bora na uwe na mashabiki bora, kwa sababu mashabiki bora ndio wanaojenga kikosi, wanaojenga nini? Wanaojenga uongozi bora. Uongozi bora utajenga benchi la ufundi bora, hatimaye benchi la ufundi bora litajenga kikosi kilichokuwa nini? Kilichokuwa bora. Kwa hiyo ule ni uhitaji wa nini? Wa mwalimu. Kwa hiyo ndio maana unaona viongozi wote wako pamoja katika kujenga nini? Kujenga timu yao kuelekea msimu unaofanya nini? Msimu unaofuata. Kwa sababu kwa sisi kwa Simba tukishamalizaga mashindano ya kimataifa tunaona kama msimu umefanya nini? Msimu kama umetamatika. Kwa hiyo tunaanza sasa kujiandaa kuelekea msimu unaofanya nini? Unafuata. Na sajili zenyewe sasa hivi ni sajili ambazo zinakuwa na upinzani mkubwa. Kwa lazima ufanye usajili sawa mapema ili kujenga kikosi kilichokuwa nini? Kilichokuwa bora. Yusuf Kagoma wengi anasema mbona mapema, ama mlizania Young Africans watarudi tena kwa Kagoma? Ndio maana nikakwambia kuna watu wako kama mafisi, wakishaona mkono unaning'inia wanajua huu unakatika muda wote. Kwa hiyo fisi ndio shughuli yake. Kwa hiyo hawana ujanja wa kutafuta wachezaji. Kwa hiyo huwa mara nyingi wachezaji wao wengi waliokuwa bora, maskauti mara nyingi wanakuwa nani? Wanakuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tumekuwa wakali sana na tumekuwa makini katika kuangalia nini kandarasi za wachezaji zetu ambazo zinaelekea nini? Zinaelekea mwishoni, kwa sababu Yusuf Kagoma alibakisha mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa hivi ameongezwa miwili, kwa hiyo anakuwa na miaka mingapi? Anakuwa na miaka mitatu. Kwa hiyo huu ni ubora wa nini? Ubora wa uongozi. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani Simba ina utawala bora kwa sasa, baada ya mashabiki zake kupiga kelele sawa, kuelekezea kwenye nini? Kwenye uongozi katika kuimarisha nini? Kikosi chao kuelekea msimu unaofuata. Mmesafiri kuelekea mkoani Singida, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, miongoni mwa mchezo mgumu sana JB64. Siku zote mimi ninasemaga hakuna mechi rahisi kati ya Simba na nani? Na Singida. Hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Dodoma Jiji. Na hakuna mechi ngumu kati ya Yanga na Dodoma Jiji na Yanga na Singida. Wewe mwenyewe umejionea. Sasa angalia Singida the way alivyocheza na nani? Na Yanga. Alafu angalia the way Singida anavyoenda kucheza na nani? Na Simba, ndio utapata picha kwamba ligi hii nani anafanya nini, anaibeba na kuifanya ligi ionekane bora. Kwa hiyo mechi ni ngumu, na ndio maana timu imeondoka mapema kwenda kuzoea hali ya hewa, kwa sababu Singida sisi juzi kati hapa tulipotoka kuna upepo, kuna baridi. Kwa hiyo wachezaji lazima waende wazoeane na ile nini, ile hali. Mashabiki zao tuko nyuma. Sisi kesho nadhani ndio tunafanya nini, tunatoa nanga hapa. Tunaelekea wapi? Tunaelekea Singida, na tutakuwa na siku takribani 10. Tutakuwa away from Dar es Salaam City kwa ajili ya kwenda kuipambania nini? Kuipambania klabu yetu ya Simba Sports Club. Kwa sababu tutaanza na Singida, tutatoka pale tutaenda na TRA, tukitoka na TRA tutaenda na Pamba Jiji, ndani ya jiji ya nini la Mwanza, ingawa tulikuwa huko na tunarudi tena wapi? Tunarudi tena huko kwa sababu tulikaa Dodoma tukakaa Mwanza. Kwa hiyo sasa hivi kesho tunatoka, tutakuwa na safari ya siku 10. Tuko away from Dar es Salaam katika kwenda kusupport nini? Simba Sports Club. Kwa hiyo si kesho tunaondoka, kesho usiku. Mimi nadhani mchezo wa Singida ugumu hasa unakuwa ni wapi? Ubora wa wachezaji ambao wanao Singida? Kwanza ubora wa kikosi chao, hicho ni cha kwanza. Afu pili vile vile unajua hizi timu ndogo huwa mara nyingi zikikutana na timu kubwa wachezaji wanataka waonyeshe kwamba wao kina nani. Ushajionyea mifano, umeelewa bwana. Jonathan Soa ametoka Singida amekuja wapi? Amekuja Simba, lakini kilichosababisha aje ni kwa sababu ya mapambano yake katika kuipambania nini? Singida Sports Club. Na vile vile wamemwona Kagoma, wamemwona Israeli Mwenda alivyoenda Yanga, wamemwona Kibabage, sawa, ameonyesha, na sasa hivi hatimaye yuko wapi? Yuko Simba. Kwa hiyo wachezaji wengi wanahitaji kuonyesha ili wapate kandarasi mpya, especially kuelekea katika nini? Katika ili duru la mwisho la nini? La ligi, duru la pili. Kwa hiyo ndio maana mechi ya Singida na Simba inakuwa nini? Inakuwa ngumu. Na vile vile mechi ya Singida na Simba inakuwa ngumu kutokana na upinzani wa jadi uliokuwepo baina ya Singida na nani? Na Simba, kwa sababu hichi ni kama kiblanchi fulani cha wazee wa kijani. Kiblanchi chao. Hii ni feeder club ya Young Africans, hiyo iko wazi, na ndio maana muda wote wakihitaji mchezaji yoyote, wakihitaji kocha, wakihitaji golikipa, wakihitaji mchezaji yoyote, wanaenda wanafanya nini? Wanamchukua. Kwa hiyo ndio maana unakuta upinzani unakuwa mkubwa, kwa sababu kuna vilabu vimetengenezwa kwa ajili ya kuweka resistance sawa kwa Simba na vile vile kulainisha kwa nini? Kwa Young Africans. Kwa hiyo hawa ni wahasimu wakubwa wa Simba Sports Club kutokana na uswahiba uliokuwepo baina ya Singida na nani? Na Yanga, kwa sababu kila mtu ana rafiki yake. Si umeelewa? Kila mtu ana rafiki yake. Kwa hiyo huyu ni rafiki wa timu fulani. Kwa hiyo ndio maana unakuta upinzani unakuwa mkubwa sana. Singida, ukija Dodoma Jiji, upinzani wakikutana na Simba na Pamba, upinzani unakuwa ni mkali sana. Kwa hiyo Simba hana mechi rahisi
kuelekea katika hizi mechi tatu. TRA wako vizuri, Singida nao vile vile wako vizuri, na ukiambatanisha na huu upinzani uliokuwepo baina ya Simba na nani na Singida katika kumtetea ndugu yao ambaye alitaka kufanywa kitu kibaya ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo wanataka waonyeshe kwamba jinsi gani wanaweza wakamtetea kaka yao. Ukija na TRA hivyo hivyo na ukija na Pamba, mechi itakuwa ngumu. Kwa hiyo hizi mechi tatu zote tunazoenda away, sawa, hakuna mechi rahisi kati yetu. Pengine na ukiangalia mbio za ubingwa alama 8 mpaka hivi sasa na Young Africans, kazi ya jitihada inatakiwa kuwa kubwa sana kwa mnyama. Ligi ni marathon. Huwezi ukasema kwamba tayari eti kwa sababu mtu anaongoza kwa pointi 8 tayari sisi tuna mchezo mmoja. Tukishinda mchezo wetu ina maana mchezo wa kesho kutwa, kwa hiyo moja kwa moja Simba atakuwa amepitwa pointi ngapi? Pointi 5. Na hii ilitokea hata mwaka jana, walituacha pointi takriban 7. Lakini zilipunguzwa mpaka matokeo yake ikabakia pointi ngapi? Pointi 1. Hatimaye tukacheza mechi ya mwisho ambayo ilikuwa mechi inaenda kuamua nani awe bingwa. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye ligi kwa sababu ndo kwanza ni mechi ya 11. Kwa hiyo bado mechi ni nyingi. Umeelewa bwana, takriban mechi 19. Kwa hiyo mechi 19 ni mechi nyingi sana ambazo zinaenda kufanya nini? Zinaenda kuamua nini? Kuamua matokeo ya nini? Ya ligi yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kuiombea dua timu yetu na maboresho tuliyoyafanya. Umeelewa bwana, katika kutengeneza nini? Katika kutengeneza kikosi chetu. Na ndio maana unaona kuna ongezeko la Libe Segwe, kuna ongezeko vile vile la nani? La Innocent Aura, vile vile kuna mtu anaitwa Loemba. Kuna Chama Kratos, kuna Kibabage. Hawa wote wameongezwa katika kwenda kuongeza nguvu katika klabu ya Simba ili kuweza kupambania haya mataji yaliyobaki, taji la CRDB, sawa, Federation Cup na vile vile pamoja na ligi. Kwa hiyo ligi bado Yanga atadondosha, Simba ataendelea kudondosha, Azam kama takribani mechi ya 3 sasa hivi anatoa sare. Kwa hiyo uwezo ukasema eti fulani yuko tayari bingwa, na wakati hali yao inaonyesha kabisa wana uzoefu hali, kwa sababu timu iliyofanya usajili mkubwa kwenye dirisha dogo inajulikana kabisa ni Simba, na ndio maana kuna mabadiliko makubwa sana. Watu Guantanamo ikageuka kwa guest, umeelewa? Guantanamo watu walijua kwamba lile gereza linaweza likaenda kumtia mtu hatiani, lakini mwisho wa siku Guantanamo ligeuka kwa lounge, na watu wakafanya mambo yao, tukageuza hapa kwa dhuluma kali kabisa. Mnyama akaenda kufanya nini? Akapoteza pointi 2 katika uwanja walioita Guantanamo. Pengine mnadhani mchezo dhidi ya Singida Black Stars kwa upande wenu unaweza ukawa ni mchezo wa kisasi, hali mmeshatoa sare na Young Africans, kwa hiyo wanaamua kumaliza hasira zao zote kwa upande wenu? Kwa maana ukimsikiliza Hussein Masanza anasema wao walipoteza alama 3 dhidi ya Young Africans, kwa hiyo wanajua ni wapi watakapokwenda kuzivuna hizi alama 3 zilizopotea dhidi ya Young Africans. Wewe nadhani umekuwa katika makuzi ya Uswahilini, si ndio? Mfano labda wewe una mdogo wako, wewe umeenda umechezea kichapo, sawa, umepigwa makonzi mengi tu, ukikutana na yule alompiga makonzi mdogo na ni kaka yako, wewe utamwacha tu hivi? Si lazima utataka ulipize kisasi. Ndicho kitakachotokea. Ndio maana nikakwambia kuna uswaiba baina ya Yanga na Singida. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia mechi itakuwa ngumu. Hakuna mwizi anayeiba akakwambia mimi ni mwizi. Mimi nakupa silent feature tu, sawa? Ngoja, mimi nakupa silent feature. Wewe uko kwenye mashindano ya kimataifa, si ndio? Unahitaji wachezaji wako, unaweza ukatoa wachezaji wako, yani mfano mfate National Al sasa hivi, umwambie Imam Oshu, umwambie Al-Shiati, umwambie Rabi Rabia kwamba hawa watoke waelekee Zamalek ya Misri. Inawezekana hiyo? Haiwezekani. Wote mko katika vita moja. Kimataifa wote mko kimataifa, na kwenye ligi yote ni title contender, mnaenda kugombania nini? Mnaenda kugombania kile kikombe. Lakini mwisho wa siku unatoa wachezaji wako muhimu, yani wanajeshi wako ambao ulishawafundisha jinsi gani ya kutumia silaha, unaenda unamkabidhi mwenzi wako, unataka kwenda kupigana naye vita. Kwa hiyo hii moja kwa moja inaonyesha hapa kuna uswaiba baina ya timu hizi mbili. Kwa hiyo Singida Sports Club na Football Club imekuwa kama feeder club kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya timu fulani. Na ndio maana wamemtoa Damaro, umeelewa bwana, wamemtoa Fenki Asinki, wamemtoa Israeli Mwenda, na wanaendelea kutoa mchezaji yote pale akihitajika. Hata kocha sasa hivi akihitajika Kibabage. Kibabage sisi hatujapewa. Kibabage amefungua kesi TFF. Umeelewa, amevunja mkataba, wakagombana, wakapelekana TFF, lakini mwisho wa siku dogo akafanikiwa kuvunja mkataba, ndio akaja Simba. Lakini Damaro, umesikia wewe kuna tetesi yoyote labda waligombana au vipi? Kwa nataka kuniambia mnakwenda kucheza na timu zaidi ya moja?
Kesho tunacheza timu zaidi ya moja. Kesho tunacheza na Azam, kesho kutwa tunacheza na Azam, tunacheza na Yanga na tunacheza na Singida. Azam anaingiaje tena? Azam anaingia kwa sababu Azam ana upinzani mkubwa sana na Simba. Umeelewa? Kwa sababu mpaka sasa hivi tumemwacha pointi ngapi? Pointi 2. Kwa hiyo ana upinzani na nini? Na Simba. Naye